عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. فجزاه ربي نبيا عن أمته ورسولا عن قومه. سيدي أبا القاسم محمد يا رسول الله، وصلاة الله وسلامه عليه صلاة دائمين متلازمين إلى يوم ينكشف فيه الغمان. أما بعد أحبتي في الله، أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله تعالى وطاعته، فقد فاز المتقون. الحمد لله. Ndugu na wazee wangu watukufu, hatuna budi kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ama fil hakika tuko furahani, tuko katika furaha mbili zilizokusanyika katika siku moja. Tuko katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, furaha ya kwanza. Tuko katika yaumul Jumu'ah, furaha ya pili, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia katika hadithi, inna min afdali ayyamikum yawmal Jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fa inna salatakum ma'rudatun alayya, au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, tuko katika siku tukufu ya siku ya Ijumaa, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, hakika katika masiku yenu bora siku ya Ijumaa. Kwa ajili hiyo, fa'akthiru alayya min as-salah, fanyeni mingi kuniswalia, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kwa sababu swala zenu naonyeshwa. Ndugu zangu, ni furaha iliyoje kwamba sisi ati tutatajwa mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio sisi tu, pamoja na wazazi wetu, fulani bin fulani akuswalia ya Rasulullah. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akupokee, utajwe mbele yake akupokee, sio wewe tu, pamoja na mzazi wako ambaye kwamba alikuzaa. Ni furaha iliyoje! Kwa hiyo tufanyeni wingi kumswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika siku hii ya leo. Kitu kingine, Ramadhani kila siku ya duaga, na Allah subhanahu wa ta'ala tangu zama hizo atuambia ayyaman ma'dudat, kwamba ni siku chache yenye kuhesabika. Angalia vile Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbaza, hatutaki tuchoke, anatuambia ni masiku machache, fanyeni bidii, msihisi uchovu. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala angalia kwa ule uzuri wake, faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhra wa ala alladhina yunfiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kali Allah subhanahu wa ta'ala vile anatupenda, anatuambia ni masiku machache, lakini pia katika haya masiku machache, kama mtu atakuwa ni mgonjwa, yuko na dharura, basi Allah subhanahu wa ta'ala anakupatia nafasi, hisabu ni siku ngapi, kisha Ramadhani ulipe. Kwa hiyo sisi hatuna sababu zozote za kusema kwamba hatukuafikiwa, hatukuweza, ni sisi wenyewe hatukutaka. Kwa hiyo ndugu zangu, tufanyeni bidii, khairi isituache, tukimbilie katika khairi. Allah subhanahu wa ta'ala sema katika Qur'ani, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Nafanyeni bidii kwa ajili ya kutafuta maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala sema na pepo yake upana wake ni mbingu na ardhi. Kwa nini sisi tusikimbilie kupata maghfira ya Allah subhanahu wa ta'ala, na siyama katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, man sama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Angalia fursa zote hizi tumepewa sisi,
kuiba sasa, ili Allah subhanahu wa ta'ala atufikishe pale anapotaka kutufikisha. Tuko katika 10 ya maghfira, ambapo Allah subhanahu wa ta'ala lau sisi tutaamua kurudi kwake yeye, mambo yetu yote atafanya sahali. Hatukosi chochote ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala atakusamehe. Kwa nini ndugu zangu madhambi huwa ni maangamivu? Kwa nini ndugu zangu? Kwa sababu kila tunapomkosea Allah subhanahu wa ta'ala tujizidishia maisha. Si ndio yule Sayyidina Nuh asema ndani ya Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala kwa kupokea hikaya yake, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Yote hii ni fursa Allah subhanahu wa ta'ala atupatia sisi. Ataka tufahamu kwamba yeye lengo lake sio kutudhihirishia maisha, lakini tukiamua kujikabidhi kwake, tukiamua kurudi kwake Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yetu hii yote ataifanya sahali. Kwa nini? Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah ta'ala yagharu wa ghayru Allah an yati al-mu'mina ma harrama Allah. Allah subhanahu wa ta'ala atuonia wivu wakati sisi tutaenda kufanya mambo kwamba ni haramu. Kwa nini atuone wivu? Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala hataki kutuchoma. Na sisi tukifanya mambo ya haramu itabidi Allah subhanahu wa ta'ala atutie adhabuni. Sasa nani ambao kwamba ni mkosa? Mimi na wewe ndugu yangu. Tufanye hili kijini. Sayyidina Nuh asema, nimewaambia watu wangu, faqultu astaghfiru rabbakum, nimewaambia takeni msamaha Mola wenu, si Mola wangu, Mola wenu. Yani Mola si wangu peke yake, ni wetu sote. Muombeni msamaha. Maana umemkosea Mola wako, taka msamaha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema katika kupokea hikaya hii, innahu kana ghaffara. Watu watakapoamua kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumwomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala jambo la kwanza atawasamehe. Angalia, ni nani ambaye kwamba anaweza kiri hapa akasema mimi sijamkosea Mola wangu, mimi sijawahi kabisa hata siku moja kumkosea Allah? Tabani hakuna, kwa sababu uthibitisho ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi, kullu ibn adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika hadithi al-Qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahari wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hivyo. Mola wetu Allah jalla jalaluhu atuambia hivyo. Ni nani ambaye kwamba atutambua kushinda hawa wawili? Zaidi ya Allah, nani ambaye atutambua? Zaidi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mwalimu wetu, nani ambaye kwamba anatutambua? Bitabii ni kwamba hakuna. Sasa kwa nini sisi wenyewe tusijikubali kwamba ya Allah, mimi nimekukosea, ya Allah, mimi ni mkosefu mno, naomba msamaha kwako wewe. Kisha baada hapo angalia faida zake, innahu kana ghaffara, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaffar, yani ni mwingi wa kusamehe. Sisi wenyewe tuseme ya Allah, sisi hatutaki kusamehe wala wewe. Sasa baada hapo utafute Mola mwingine akakusamehe. Lakini tukiamua kwamba ya Allah, sisi tumekosa, tusamehe, Allah subhanahu wa ta'ala ni ghaffar, ni mwingi wa kusamehe. Yursilis samaa alaykum midrara, baada ya kwamba sisi tumepata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, nyoyo zetu zitaanza kulainika, maisha yetu yatakuwa ni maisha ya sahali. Allah subhanahu wa ta'ala atateremsha mvua kutoka mbinguni yenye kumiminika, midrar.
shagala bagala kisha ni starehe za kuondoka. Mataan hasan, starehe nzuri ambayo haina wasiwasi kwamba ati pengine nitakuja kuadhibiwa, nitakuja kufanywa kadhaa, nitakuja kuniharibu mwili, nitakuja kulala. Yumatirikum mataan hasana, atawastarehesha Allah subhanahu wa ta'ala mataan hasana, kwa starehe nzuri ila ajali musamma, mpaka muda maalum. Yani maana yake sisi tukirudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala atatutengenezea mambo yetu tuwe na furaha, ambayo furaha hiyo iko na muda mpaka hapo. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala asema nitaenda kuwalipa mazuri zaidi, ambapo hapo kuna nini? Kuna pepo. Lakini tusirudi nyuma. Baada ya kwamba tumekubali, tumekosa, tukaomba msamaha, wala tatawallau mujrimin, msirudi nyuma kuwa mujrimina tena waofu. Ila ndugu zangu watukufu wa Islam, sisi tuna haja kumkabidhi Allah subhanahu wa ta'ala nafsi zetu, maisha yetu. Tuna haja kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, manake Allah subhanahu wa ta'ala atupatia kila sampuli ya fursa, kila sampuli ya namna. Ni kana kwamba mzazi amwambia mwanangu, usipate wasiwasi, maisha yamekuwa dhiki, rudi kwangu. Maisha yamekuwa kidogo yana wasiwasi, kuja kwangu. Mimi maisha yako, ukirudi kwangu, maisha yako nitatengeneza. Sasa kwa nini sisi tusikubali kurudi kwa Allah jalla jalaluhu, la siyama fi Ramadhan, tena katika 10 la maghfira, ambao Allah subhanahu wa ta'ala ametupatia fursa hizi ili tuweze kurudi kwake, tupokee yale ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametuandalia katika mazuri. Hii Ramadhani hatujui kesho Ramadhani na ukuja tutakuwa tena ndani. Hatujui kesho tuweza tena kupata haya tuliyopata leo. Manake Ramadhani yaweza fika, pengine tena mtu ni mgonjwa hajafikiwa tena kufunga. Lakini saa hii Allah subhanahu wa ta'ala ametufikisha Ramadhani, tuko na siha, tuko na afya, tuko na faragha. Kwa nini sisi tusikubali kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala? La yakhruju Ramadhana illa wa dhunubuna maghfura. Haitoki Ramadhani isipokuwa madhambi yetu yamesameheka na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Ama tumejimakini kayona la sisi tumefika. Sisi hatuna shida. Sisi hatuna haja ya Allah kana msamaha. Hatuna haja na msamaha. Sivyo? Manake lisanul hali nasema hivyo. Sio kwa mdomo tunasema hivyo, lakini kihali ni kana kwamba tumwambia Allah kana msamaha wako, hatuna haja na msamaha wako. Sisi tuko na maisha yetu, wewe uko na maisha yako. Ila ndugu zangu, tufanyeni bidii, tumuombe msamaha Allah, tumkabidhi Allah, tukimbilie kwa Allah, tufanye bidii. Na tuko katika zama tata sana, tuko katika zama za shida, tuko katika zama za matatizo, na sababu tumezileta sisi wenyewe na namna ya kuondoa. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sisi wenyewe tuamue, ya Allah tumekubali kurudi kwako, tumenyanyua mikono hapa tulipofika tosha. Sasa hapo napo Allah subhanahu wa ta'ala atabadilisha maisha yetu, atabadilisha hali zetu, tutarudi katika mstari wa sawa kama walivyokuwa wazee wetu, kama walivyokuwa waliopita. Ndugu zangu, sisi wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atupatia fursa kila siku, kisha katika sura ndogo, idha jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Baada kwamba wewe umepata mazuri, maisha kidogo yameenda vizuri, sio kwamba unarudi nyuma tena kuja kufanya makosa.
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Msabihi Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumrejeshea shukrani na muombe msamaha Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala ni tawwab, ismu balagh, yani tawwab, mwenye kukubali msamaha sana. Sasa ndugu zangu, tufanye hivi. Maisha haya si maisha milele. Hatutoishi siku zote hivi tukiwa na siha, tukiwa na faragha, tukiwa na kadha. Wala hatutokuwa tuko hai milele hivi. Sasa tuko na fursa, tuko na namna yote ya kupanda. Kwa nini tusipande? Kwa nini tusichume? Kwa nini tusiibe? Kwa nini tusimkabili Allah? Kwa nini tusikubali kwamba ya Allah sisi tumekosa na tuona hakuna njia yote ya sisi kutengekewa maisha, hakuna njia yote ya sisi kupata msamaha ila ni kukabili wewe ya Mola wetu? Alafu sasa baada ya hapo tuone vipi mambo yatakuwaje. Alafu sasa baada ya hapo tuangalie hali zitakuwaje. Lakini tukiona maisha yameenda ovyo, maisha yameenda kombo, kisha tukaanza kusema ni fulani ndio amenifanya hivi, namna fulani alipokuwa ananiangalia fulani ndio ameniharibia maisha yangu, hapo ndio tumeanza kufeli. Hapa hakuna kulaumiana, ni kwamba sisi tumemkosea Allah, ni kwamba sisi tumekosa sehemu katika maisha yetu sisi na Allah. Yani sila baina yetu na Allah, tutengeneze sila baina yetu na Allah, tutengeneze yani mafungamano yetu na Allah. Alafu tuone sasa kwamba maisha haya ambayo tuko sio kwamba kila mtu amwangazie mtu kwa macho. Yani maisha haya sisi kabla ya kuumbwa tushawekewa maadui ambao mwingine amechukua mpaka kiapo. Sasa sisi tunataka kuokoka, sisi tunataka kufika. Si katika maisha ya kawaida tu watu wanapasua mawimbi, wanaenda mbio hivi na hivi ili waweze kufikia katika malengo. Sasa mbona ujanja huo tusiulete katika maisha yetu ya mbeleni ya akhera, ambapo tuamue kupigana na mawimbi? Iblis laanatullah alayhi, an-nafsu baina jambaina, ad-dunya ambayo imetuzunguka zote hizi ni maadui. Iblis laanatullah alayhi amechukua ahadi mbele ya Allah, na yeye akona silaha moja ambayo inaitwa al-waswasa. Anamtia mtu waswasi. Kisha kuna nafsi hii ambaye hata wewe Iblis laanatullah alayhi imekuwa ni sababu ya kutoka katika rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alafu uko na masikara dunia. Hawa maadui watatu kainu mankana, lazima apigane nao ndio aweze kufikia katika mafanikio na malengo yetu sisi si dunia, malengo yetu ni akhira. Idhan madha nafal? Nahnu fil ma'raka ma'a ash-shaytan al-la'in, ma'a an-nafs, ma'a ad-dunya. Sasa madha nafal? Yani nuharibu, tupigane nao, tupigane mpaka tuhakikishe tumefika. Sasa kupigana ni vipi? Sasa tukizipata kama hizi tunazibatilisha. La yakhruju Ramadhan illa wa dhunubuna maghfura. Sitoke Ramadhani hii mpaka Allah subhanahu wa ta'ala atusamehe madhambi yetu. Lakini tukiamua wa nahnu natahadda, tukiamua kubaki katika hali hii, wallahi tutalia na maisha haya kubadilika, na tutafika kwa Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa Allah yuko na hasira na sisi. Kwa hiyo al-halu madha? Tukitaka sisi tusulhu hii hali, lazima sisi na nurajiu anfusana. Basi angalia nafsi zetu, tumekosea wapi? Tumekosa wapi? Tumepata wapi? Tulipopata tunabaida pending. Ni kama kama hujapata unaika kando. Ulipokosa ndio unafanya bidii.
yaliyotangulia na yatakayokuja baadaye. Lakini yeye asema wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi fil yawmi akthar min 70 marra. Yeye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemsamehea madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja baadaye. Si mimi na wewe ambao tunafanya ibada hatujui ibada zetu zimekubalika na Allah, kwa kuwa ibada zetu baadaye twende kuzichafua kwa fitna, twende kuzichafua kwa masengenyo, twende kuzichafua kwa kila namna. Lakini huyu ambaye amesamehewa na Allah jalla jalaluhu madhambi yake yaliyotangulia na yatakayokuja baadaye, yeye asema wallahi na hapa kwa Allah, inni la astaghfirullah, hakika mimi wallahi namtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala fil yawmi, katika siku moja, fil yawmi sio fi ayamin, fil yawmi, katika siku hii moja, akthar min 70 marra, zaidi ya mara 70. Alikuwa na haja gani ya kuomba msamaha? Si ashasamehewa madhambi yake yatakao kuja na yalotangulia, ana haja gani? Lakini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeye anatambua kwamba Allah subhanahu wa ta'ala lazima ajikurubishe kwake yeye kila siku, kwa kuwa kule kufanya ibada sio kwamba sisi tunamfaidisha Allah, bali tunazifaidisha nafsi zetu, na ni lazima turegeshe shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya ibada, kwa sababu neema zetu tulizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi mno. Tuamue kuzihesabu. Sasa viungo vyote hivi lazima vitolewe sadaka. Hadithi ziko wazi wazi. Hivi viungo ambavyo kama tumepewa na Allah lazima tuvitolee sadaka vyote, kiungo hadi kiungo. Ndio hapo tutakuwa tumetekeleza shukrani kwa Allah. Lakini kama hatutofanya hivyo, bado tuna madeni. Sasa tukiwa na madeni ya viungo, bado tuongeza na maasi, bado tuongeza na madhambi, bado tuongeza na tumejimakini. Tumeona kwamba tumefika, tumeona kwamba ni tosha, tumeona kwamba sisi hatuna haja. Sasa tupelekwe wapi? Tutafute Mola sio Allah. Tutafute Mungu ambaye sio Allah. Hapo sasa tuna uwezo wa kufanya chochote tunachotaka. Tuna uwezo wa kwenda kokote tunapotaka, tukaasi tunapotaka. Lakini maadamu sisi tumeumbwa na Allah, maadamu sisi Mola wetu ni Allah, lazima tufanye bidii. Maana kuna siku tutaregeshwa kwake yeye. Tukiregeshwa kwake yeye tutamjibu nini? Sisi tumetumwa sokoni, tumetumwa duniani, maana duniani kama sokoni, tumetumwa kwenda kununua kabichi. Kabichi ni ibada. Tumeenda sokoni tukashabika, tukaangalia huko, tumefika jioni tumerudi kuchukua kila kitu. Yaani tumeshabika na dunia, tukirudi tumerudi kwa Allah, tumerudi tuna chochote. Sasa mzazi kwa hawezi kubali, lazima kuadhibu. Kuanzia asubuhi mpaka jioni wewe unaenda sokoni kuletea chochote. Sasa Mwenyezi Mungu Allah, manake Allah ni Allah. Allah ni Allah. Ni Ghafurur Rahim. Manake Allah ni Allah. Ana limit. Kwani tumemfanya Allah kama mtoto? Tumemchukuliaje Allah? Ila ndugu zangu, ni nyuma tukabili Allah kwa msamaha. Sisi tumekosa. Sote anaizungumza na sote tunaisikiza, wote tumekosa. Sasa kilichobaki ni sisi tumuombe msamaha Allah. Na si jamaa katika 10 hili la maghfira. Tuombe msamaha ili Allah subhanahu wa ta'ala atupokee, ili Allah subhanahu wa ta'ala atupatie msamaha wake. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Allahumma hdina bi-hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa ni'mal mawla wa ni'man nasir. Ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.